Mkasa wa usaliti na tamaa unaofunua hila za mama mkwe dhidi ya mwanamke aliyetoka kujifungua. Mama mkwe aliweka kodi ya malipo lipa namba kwenye chumba cha mwanamke huyo, na kwa bakuli moja tu la uji wa ngano, mama mkwe alidai mwanamke huyo amlipe $50 ili ale. Wakati huo, mwanamke alikuwa ndio kwanza amejifungua, alikuwa mdhaifu na alihitaji mapumziko ya taratibu, lakini mama mkwe alitumia fursa hiyo kumfukuza yule yaya wa kulelea wazazi, postpartum nanny, ambaye mwanamke alikuwa amemlipa $20,000. Mama mkwe huyo alijiteua mwenyewe kuwa yaya mpya wa mwanamke huyo, na akasema ikiwa mwanamke huyo anahitaji chochote, anapaswa kumlipa moja kwa moja kupitia simu. Katika siku zilizofuata, mwanamke huyo aliruhusiwa kunywa uji wa ngano pekee, na kila wakati bado alilazimika kulipa $50, huku mumewe aliyekuwa kando yake akikaa kimya kabisa, tabia yake ikiunga mkono kitendo cha mama yake. Huu ulikuwa mpango wa mama. Mwanamke huyo hatimaye hakuweza kuvumilia na akataka maelezo kutoka kwa mumewe, lakini mume alitaja zile $20,000 mwanamke alizotumia kwa yaya, akisema badala ya kupoteza pesa hizo, alipaswa kumpa mama yake. Wakati huo, mama wa mwanamke huyo alipiga simu, akisema ameshanunua tiketi ya kuja kumwona mjukuu wake mchanga. Bila kutarajia, mama mkwe alinyakua simu hiyo na kusema anaweza kuja ikiwa anataka kumwona mtoto, lakini lazima alete $50,000 na zawadi nyingi. Mwanamke huyo alipigwa na butwaa kisha akanyakua simu haraka. Hakutaka mama yake mwenye ugonjwa wa moyo asononeke. Akapeana udhuru wa haraka kufunika swala hilo. Wakati mama mkwe na mume walipoondoka, mwanamke aliamua kwamba hatakubali tena kudhulumiwa. Mama mkwe huyo alihitaji $150,000 kila mwezi kwa ajili ya matibabu ya kansa, na mwanamke huyo ndiye aliyekuwa akilipa yote hayo. Mwanamke huyo mara moja alipiga simu hospitalini na kusitisha malipo ya baadaye. Hakutaka utoaji wake usio na masharti ukutane na hila. Kisha mtoto akaanza kulia bila kuacha. Mwanamke alienda kumbadilisha nepi, lakini maboksi mawili makubwa ya nepi aliyonunua yote yalikuwa yamerudishwa na mama mkwe. Mama mkwe alitaka tu kumshurutisha mwanamke huyo alipe, kisha amkodishe yeye aje kumbadilisha mtoto nepi. Mwanamke huyo alikataa kuvumilia. Hakumvumilia tena, alimwambia mumewe aende dukani kununua nepi sasa hivi kwani alipanga kumbadilisha mtoto mwenyewe, lakini mume alimpinga tena akimkosoa kwa kutojua jinsi ya kuokoa pesa. Alisema yeye anapata $8,000 pekee huko nje na hawezi kugharamia matumizi yake, lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Mwanamke huyo hakuwa ametumia hata $1 ya mumewe na hata alikuwa akilipia gharama nyingi yeye mwenyewe. Mama mkwe alipuuza yote hayo na kumlazimisha mwanamke kuchagua, aidha asimbadilishe mtoto nepi au amlipe yeye afanye hivyo. Mwishowe, mwanamke huyo akiwa bado mdhaifu alisalimu amri na kumtumia mama mkwe pesa kupitia kodi ya malipo, lakini wakati akibadilisha nepi, aligundua kuwa mama mkwe alikuwa alitumia nguo kama nepi. Karibu YouTube channel yetu uendelee kutupatia sikio lako kwa kutusikiliza, miendelezo inashuka kila siku. Alipohojiwa, mama mkwe alisema kutumia nguo kuukuu kunaokoa pesa. Mwanamke huyo mara moja alisema kipande hicho cha nguo kiligharimu zaidi ya $20,000 na alichofanya ni upotezaji na sio kuokoa, lakini mama mkwe aliendelea kutoa udhuru, akisema mwanamke huyo amejifungua na umbo lake limebadilika na asingeweza kuivaa tena hata hivyo. Mwanamke huyo alibaki bila la kusema. Kisha mama mkwe akatupa ile nepi chafu sakafuni na kudai $500 kwa ajili ya usafi. Mwanamke huyo hatimaye alifikia mwisho wa uvumilivu wake na kusisitiza kumrudisha yule yaya licha ya mapinga ya mama mkwe. Safari hii, mwanamke alimwomba yaya amsaidie kufungasha vitu vyake. Aliamua kuhamia kwenye kituo cha malezi ya baada ya kujifungua, postpartum center. Wakati huo huo, mume alipokea simu kutoka hospitalini ikisema, ada ya matibabu ya $150,000 lazima ilipwe ndani ya siku 2, la sivyo matibabu yatasimama. Mume alifikiri mwanamke alisahau tu kulipa na hakuchukulia kwa uzito. Wakati mwanamke anamaliza kufungasha na kujiandaa kuondoka, mama mkwe alijaribu kumzuia tena. Ni baada tu ya mdogo wa mume kuingilia kati ndipo aliondoka, lakini mdogo huyo hakuwa akisaidia kwa wema. Alikuwa ameweka macho yake kwenye vito vya thamani vya mwanamke huyo vilivyokuwa chumbani, akipanga kuiba kila kitu na kuviuza akiwa ameshaondoka. Mume aliporudi nyumbani alishtuka. Mwanamke alikuwa ameondoka na kuona chumba kikiwa katika fujo. Wimbi la hofu lilimpata. Alimpigia simu mke wake lakini hakupokea. Wakati huo,
Mwanamke alikuwa katika kituo cha malezi akila vyakula vyenye lishe na vilivyosawazishwa, huku mama yake mzazi akimtunza kwa upole, na kwa mara ya kwanza alielewa maana ya kweli ya familia. Muda wa mwisho wa malipo ya matibabu ya kansa ya mama mkwe ulipofika, hospitali ilimpa mume onyo la mwisho, na sasa ilikuwa umechelewa kwa familia hiyo ya kibinafsi kujuta. Karibu YouTube channel, subscribe, endelea kufuatilia hapa Shanty Chimbo Jipya. Ni